Na ikiwa siku ya 3 mwezi wa 4 mwaka wa 2025, karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshoge na tunaanza na taarifa kutoka eneo la Gusii la Ndabala ambapo washukiwa 7 walioshikwa ni baada ya kumtelekeza mwanamke mmoja aliyekuwa analazimishwa kurusha udongo katika kaburi la aliyekuwa mume wake. Wamekataa mashtaka na kuashiriwa kwa dhamana ya shilingi 50,000 na kesi hiyo itatajwa tena tarehe 23 mwezi huu wa 4. The investigation has so far revealed that the 7 accused persons, together with others still at large, were fully involved in the act of torture. That the 4th accused is a police officer who was positively identified by the complainant, and she personally insisted that he was among the first people who took part in the torture. After going through the submissions, I agree with the defense counsels that the prosecution has not supported their allegations to the degree required in support of any of the exceptions under section 123 subsection 1 of the CPC. Na watu watatu ni baadhi ya wale ambao wameshikwa na ile tume ya kupambana na dawa za kulevya kutoka bunge la Bonchari wakati ambapo walifumaniwa wakitengeneza pombe haramu almaarufu chang'aa. Yo. Ingia tu hapo kuja na hii iko ndani. Maana nimeuliza Musa hapo hapa. Kuja fasta madhe. Chukua hiyo, kuja na hii pombe. Kuja na hiyo pombe. Kuja naye. Huyo lazima. Tukitoka katika kaunti ya Kisii tunaingia kaunti ya Nyamira mahali ambapo bunge la Senate limemwagiza mkaguzi wa bajeti ama control of budget kufika mbele yake siku ya Jumatatu tarehe 8, na vile vile gavana wa kaunti ya Nyamira Amos Nyaribo na maspika mawili wa mabunge ya kinsani katika kaunti ya Nyamira kufika mbele yake ili kujibu maswali. Who takes responsibility? Who takes responsibility? Other than forwarding, I don't send financial statements. So who takes responsibility? Because we'll take note in our report. Who will take responsibility? Who prepared the documents? It's from Finance Department. And it has your signature. Forwarding signature. You didn't read through? You know, members, this is not. Na wakati Rais William Samoei Ruto anaendelea na ziara yake eneo la Mlima Kenya, gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga amejitokeza na kusema kwamba Ruto amepoteza uungwaji mkono katika eneo hilo la Mlima Kenya na kusema kwamba Ruto si msemaji wa eneo la Mlima bali ni msemaji wa Kenya. Furahi kwa sababu rais amekuja na hii wiki imekuwa nzuri kwa sababu tumepata marupurupu. Tungetaka awe akiendelea kuja kwa sababu akija marupurupu yanapatikana na tuna furaha. Lakini mwito ni ule ule. Tuko pale. Ni vizuri nikuambie. Kwa hivyo watu wa Mlimani hawajaanza kuomba tu. Unajua ni vizuri. Mimi nimekuwa, si mimi mwenyewe pia nilimkaribisha Nyeri. Na kwa sababu ni rais na mimi ni gavana na nikampokea. Lakini hata yeye mwenyewe anajua uchangamfu uliokuwako mwanzo na ule uliokuwa wakati huu kuna tofauti. Rais ni kingpin wa Kenya, lakini pengine sio kingpin wa Mlima. Ukimwona mwambie Mheshimiwa Rais, wewe ni kingpin wa Kenya. Na tukimalizia ni kwamba kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah amepata wakati mgumu kwa hutubia watu wa Olkalau katika kaunti ya Nyandarua kati ambapo rais anaendelea na ziara yake ya maendeleo eneo la Mlima Kenya. Ile mawe yote inajengwa hapo ikiwekwa kablo ipewe hawa vijana wa affordable housing. Leo munene niye yoteragwo na aria tuga goko Kalau na Nyandarua yothe gutire mundu ukwenderio guoya
Na niĩ ndiendagario guoya. Nĩguo kana tiguo? Mwathani amũrathime. Asanteni sana. Niko na chairman wetu huyo bwana Nderito Mureiti ambaye ni chairman wetu wa KRA. Awasalimie dakika moja. Taarifa za biashara Ruth Nyanchama ameziandaa, atakupasha. Mimi ni Videlis Moshoge. Hujambo mpendwa na karibu katika habari za biashara. Tukianza ni kwamba benki za humu nchini baadhi zimepuuzilia mbali agizo la Benki Kuu ya Kenya kupunguza viwango vya riba kwenye mikopo yao. Hii ni baada ya Benki Kuu ya Kenya kuagiza ama kupunguza kigezo kwa 2.3. Kufikia sasa ni benki 5 tu ambazo zimetilia maanani agizo hilo, huku benki 14 zikionekana kuongeza basi viwango vya riba kwenye mikopo yao. Na kwa upande mwingine ni kwamba nchi ya Marekani imeongeza ushuru wa 10% kwenye bidhaa zinazotoka Kenya kuingia nchini Marekani. Hii ni kukabiliana na VAT ya 16% inayotozwa kwenye bidhaa za Marekani. Na kwa upande mwingine ni kwamba wabunge wamekataa pendekezo la kuongeza ushuru mpya kwa kampuni za kamari, hatua ambayo imeleta afueni kwa kampuni hizo. Kodi hizo zilizopendekezwa zingeongeza mapato kwa 15%. Nikomee hapo kwa sasa. Jina langu ni Ruth Nyanchama.